Si mimi mwenyewe ambaye anafanya, lakini ni Mungu. Amen. Najua vitu zingine ukiamini Mungu, Mungu anakutendea. Kuna wala mtu anakuja na mashida zake na maybe yeye anataka asaidike na yeye haamini Mungu. Unamuombea na yeye anatoka hapo hivyo anaenda kwa masingaombo. So akienda kwa masingaombo still tena itarudi tu pale pale. Lakini nashukuru huyu mwanadada aliamini Mungu. Yeye pia amekuja kwa church tukaomba na yeye. So nashukuru sana na ushikilie hivyo hivyo. Hata naona mali yako, bwana yako naona ako sawa. Naona anafanya kazi sasa, yeye amemtrust. Yeah. Mimi naweza sema kwamba tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ile kazi ambayo anafanya, na kuna wale ambao huwa waamini, lakini nataka niambie binadamu ama wenzetu ambao wako nje wako na mashida fulani, wakati unakuja kwa Mwenyezi Mungu na unaamini, wakati unakuja pastor ama bishop ama muombaji vile mmesema kwamba ni daktari, mimi popote vile mtaniita, mimi nitaitika. Kwa sababu hiyo ndio kipawa ambao Mungu amenisaidia nayo. Wakati nitakuombea na uweke imani, mimi nikiweka imani yangu na pamoja wewe pia uweke imani kwa Mwenyezi Mungu, Mungu atafanya vile inatakikana na vile ungependa ifanyike. So mimi naona bwana ya huyu vile alikuja, ule mwanadada ndiye alikuwa amemfunga. So wakati yeye alikuwa kule ng'ambo, alikuwa akimtumia pesa. So akaona kwamba huyu mtu ni it's better muharibu, akikuja akatalie huku kabisa. So alikuwa wakimpigia simu arudi job, yeye hakuwa na roho ya kurudi kazi. Alikuwa amemharibu, yani hizo njia zote. So hiyo ni vitu ambao ziko, na najua ya kwamba yeye wakati aling'ang'ana tu still alikuwa sasa akisema kwamba lazima haribu huyo kijana. Mimi najua yake pia saa hii hayuko sawa. Watu wako na mashida. Hii dunia watu wako na mashida, mandugu zangu. Usifikiria kwamba wewe huyu, yani watu wako na vitu tofauti. Kuna mtu ambao amemharibu tu kabisa. Kuna yule mtu ambaye maybe unapata anasoma na vitu haiendi. Unapata mtu amepata kazi mzuri, kazi inaharibika tu. So kuna, na hizi ni wanadamu ambao wanaharibu watoto wa watu. Unaona? Mtu anakosa kwenda kufanya, akiona kwamba wewe unafanya mtoto wa mtu ametoka ameenda kufanya kazi nje, ni wanakuokota tu mguu. Unaona? So ni vitu mingi ambao wanafanyia watoto wa watu. So unapata kama mimi bado nimetulia, unapata masimu wanakuambia kuja Mombasa, kuja sijui Uganda, kuja Tanzania, kuja sijui ng'ambo. So unapata kupatikana inakuwa ngumu. Lakini mimi maombi yote vile niliomba kwa simu si imeshika. Hey, mambo vipi watu wangu wa Ngoma Zende Kipola hapa. Kama mko fit, pia mimi niko fit, nashukuru Mwenyezi Mungu. Guys, kila siku tunasema Mwenyezi Mungu ndio kila kitu. Tumekuja hapa kwa huyu mwanadada hapa hivi. Nashukuru Mwenyezi Mungu. Sasa yeye ametualika hapa ndio kwake, na tunaamini kuwa justice yake hope imerudi, ama sijui tutasema aje, but tulikuwa na pasta aliniambia before nikae chini, before nifanye any step kwa hii nyumba, lazima nihakisha amefika. So guys, wewe ndio unafaa ufungulie pasta, si ndio? Kwa tumemwacha nje kidogo, unaweza pita tu. Juu yeye unajua yeye kuna kimila zake ama kuna sheria zake. Ameniambia before nifanye mambo yangu, yeye atafanya mambo zake huko nje, lazima aombe, lazima afanye vitu zake ndio aingie hapa. Pasta. Karibu sana pasta. Karibu. Pole tumekuacha nje, lakini wewe mwenyewe ndio ulituambia tukuache, kuna vitu zako unafanya. Karibu. Yes. Bwana asifiwe. Amen. Mko wazima? Tuko poa. Pasta. Tunasalimia mara ya pili tena. Asante sana. Sema tusifanye kitu yote kama hatujakuhusisha ndani. Okay. Hiyo umefanya mzuri. Acha nifunge hapa. Hiyo umefanya mzuri. Mko wazima? Tuko poa. Wewe ndio tulikuwa tunangojea. Bwana anaendelea aje? Hayuko. Alipigiwa simu kigafra, akarudi kazi. Wow. Hiyo ni mzuri sana. Si Mungu ni mwema? Mungu ni mwema. Wacha tuende kwa Mungu kwanza. Tuende mbele ya Mwenyezi Mungu, ndio tumalize tukae, ndio mniambie kwa story vile kunaendelea. Sawa? Haya. Baba, tunasema ni asante
kwa maana wewe ndio muweza wa vyote. Baba mtakatifu, hebu angalia ni wakati wa sasa. Baba, tunakuhitaji katika huu mkutano. Baba mtakatifu, Baba, tumetoka mbali. Baba, ndio tumefika hapa katika hii nyumba ya huyu mwanadada. Bwana na Mungu wangu, yote ambayo tunaenda kuongelea ama yote ambayo tunaenda kuomba, Baba mtakatifu, tunaikabidhi mkononi mwako. Baba, tunasema tu ni asante, maana Mungu wangu uwezo ni wako. Bwana, tunasema tu Mungu wangu uzidi kutuongoza na ukaweze kutulinda. Bwana, tunasema tu kwa hayo machache ambayo tumekuomba, Baba, ukaweze kutulinda na ukaweze kutuongoza, na ni katika jina la Yesu Kristo tunakuomba tukiamini. Amen. Karibu, mnaweza kaa. Asante sana. Yes. Huku mnaendeleaje? Naona maisha si kuna change. Tuko poa. Okay. Naweza niambia venye tu ulituombea last time. Yes. Uliona Bwana akakuwa sawa ile time. Tukakupigia simu, ukamwombea nini akakuwa sawa. Tukakuja immediately venye tulikuja akapigiwa simu kutoka kwa kazi. Akaambiwa arudi kazi. So bwana yako sasa yuko hapa? Hayuko. Jua last time tukiongea kwanza pasta tena warudishe nyumba kidogo. Sinafaa kwanza nimesikia bwana amerudi kazi. Simpigie Mungu makofi. Amen. So before tufike hapo kwa hiyo story ya bwanake, before tufike kwa mambo ya maisha yake. Yes. Like unajua stories zimekuwa mingi, wewe mwenyewe umekuwa busy na unajua kwa mafan pia. Kwa mfano nataka kujua wewe ni pastor ama ni daktari. Unajua last time nilikuwa nachanganyikiwa Jumafani, mara mingi wanakuita daktari juu kwa zile vitu za unafanya. Kwa kazi yako mzuri, kwa vile umesaidia huyo sister yangu hapa hivi. Yes. Na kwa kazi ambayo umefanya sasa hivi bwanake amerudi sasa hivi. Unajua kuna watu wengi sana hapo nje wamekuwa na shida kama ya Judy. Yeah. Watu wengi sana wamekuwa wakinitafuta, wameniambia, wameniambia like tunataka kuona daktari, tunataka kuona pastor. Like sasa mtu akikuja kwangu hadi mimi nachanganyikiwa. Yeah. Like ni pastor ama ni daktari jamani? Ona kila kitu. Na prophet anafanya kazi yote. Maombezi anaombea watu, anaona kitu yenye Mungu anamuelekeza. So hiyo ndio kazi ya Mungu ambayo alinisaidia nayo. Yeah. So Judy, saidia yako naye nikikuja saidia yako, unajua mambo imekuwa ni mingi. Mambo imekuwa ni mingi sana tena zaidi. Na unajua mimi ndio nifika hapa leo, hata mimi nashtuka like unaniambia bwana wako alienda bana. Ndio pia hapa kwa mafani pia wanashangaa like alienda aje kutuhusisha sisi, iliape ni aje ndio maybe akaenda bila sisi kukua hapa. Sasa venye tulitoka huko, tulifika kwa nyumba. Kibati mzuri, sasa acha tu niseme ni bahati mzuri, akapigiwa simu. Akaenda. Sasa before aende kuna pesa alikuwa ya kazi. Alikuwa akapewa. Kakuja nikatafuta nyumba nyingine. Uliona maisha nilikuwa nakaa huko. Maisha iko hapo. So akanitafutia nyumba nyingine, nikanunua vitu. Unaona tu kuna change kwa hii nyumba. Amen. Nikanunua vitu. Sasa nimejipanga tu vizuri. Ndio maana nikawaita pia pastor aweze kumuombea penye yako akuwe tu sawa. Asante. Endelea vizuri. Bwanako kutoka toke kuna any changes like anakupigia simu unaongea? Ananipigia simu tunaongea vizuri. Jana ulisema sijui ni kijana ama ni msichana. Ako shule ama mambo inaendelea? Ako shule, tulimpeleka shule. So pastor. Yes. Mimi hata tu niko appreciate kusaidia yangu. Kazi nzuri. Unajua mimi siko nakujua mtu amefanya, nimekujua ni Judy. Na na appreciate sana. Asante. Unajua kutoka Judy ametujulishana mimi na wewe. Kuna watu wengi sana umesaidia. Yes. Hata before Judy, hata maybe Judy mwenyewe ajui. Kuna watu wengi sana pastor amekuwa kuwasaidia yangu. Mimi like hata mimi kuna time nimekuwa na shida kwetu Shago. Travel na yetu kana nyumbani. Hiyo video itakuja kwa hapo YouTube, but for now pastor mimi na appreciate sana. Unajua kazi ya Mungu lazima itaendelea. Si mimi mwenyewe ambaye anafanya, lakini ni Mungu. Amen. Najua vitu zingine ukiamini Mungu, Mungu anakutendea. Kuna wale mtu anakuja na mashida zake na maybe yeye anataka asaidike na yeye haamini Mungu. Unamuombea na yeye anatoka hapo hivyo anaenda kwa masingaombo. So akienda kwa masingaombo still tena itarudi tu pale pale. Lakini nashukuru huyu mwanadada aliamini Mungu. Yeye pia amekuja kwa church tukaomba na yeye. So nashukuru sana na ushikilie hivyo hivyo. Hata naona mali yako, bwana yako naona ako sawa. Naona anafanya kazi sasa, yeye amemtrust. Yeah. So like wewe like vile tuko na wewe saa hizi hapo, uko na uwezo wa kuona mali penye yako huko? Yes.
Guys, kuna signs zenye zinakuja na mimi mwenyewe naona. Nenda sijui nitasema aje, but mimi namwamini zaidi juu unajua kama maybe je kutokea ndio unaweza kosa kuamini, lakini mimi ishainitokea na ni vitu zimekuwa zikihappen. So pastor, mimi hata kwanza niruhusu tunikuita daktari. Ni kama umetutibu sisi tukiwa hapa sisi wote. Amen. Yote ni niruhusu tunikuita daktari kwa sababu umetutibu hapa hivi, umetusaidia, umesaidia hapa sister yangu hapa hivi. Amen. Na tuna appreciate sana. Amen. Sasa tuko saidia yako sasa. Hata mimi nilikuwa na appreciate pastor kwa kazi yenye amefanya. Amen. Nasema tu ni asante juu uliona venye bwanangu alikuwa hatukuwa tunaelewana, hatukuwa sawa. Umemsaidia hadi sasa amerudi kazi. Tunashukuru Mungu, sio mimi. Pia Mungu. Na Ray pia nataka nimwambie asante. Kama si yeye singejua kila kitu ilikuwa inaendelea. Yeye ndiye alifanya tukajua, tukaenda airport kumchukua kila kitu. So pia yeye nasema tu ni asante sana. Yes. Daktari. Yes. So unajua hapa hivi mimi kukuja hapa niliambiwa unakuja. Mimi nikasema nitatokea, lakini ile hapo ikakuwa bwanaka alitoka bila kutuarifu sisi. Lakini ulikuwa. So kidogo wewe ndio unaweza tuambia ama bibi yake. Tuelezee tu kidogo kwa mfano, pia mfano nataka kujua bwanaka alitoka aje. Ndio tulia, unajua last time tukimchukua huko, unajua nimeomba yako ilitusaidia. Kamchukua hiyo place alikuwa. Tukakuja na yeye tulimpeleka paka kwa nyumba. Tulikuwa tumetuambia tumpeleke hosi. Tumpeleke hosi, alikuwa kwa sawa. Tukampeleka kwake. Ndio ulikuwa umesafiri, ulikuwa umeenda kusaidia watu wengine huko. So naomba tu kidogo kama ni sijini ni bibi yake, utupe tu story kidogo, like ili happen kivipi bwanaka akatravel. Unajua mimi like kama hii time yote tumekuwa pamoja bana, nilikuwa naomba sana at least hiyo moment akitoka huku tuchukue moment at least akitravel akienda majibu ikuwe bana ni furaha kwa mfano wangu pia afurahie. Sasa vile alipigiwa simu kigafra, angepata hiyo time. Hata mimi nilikuwa nataka hivyo ni waite nyinyi wote mkuje tufurahie at least. Sasa akupata hiyo time. But venye alienda nilipigia pastor nikamuelezea kila kitu. So guys, tulimizi vitu mengi lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu juu unajua sisi wenye uwezo. So pastor, ongoze kwa hii safari sasa basi tujue mambo yanakwaje. Mimi naweza sema kwamba tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa ile kazi ambayo anafanya, na kuna wale ambao huwa waamini, lakini nataka niambie binadamu ama wenzetu ambao wako nje wako na mashida fulani, wakati unakuja kwa Mwenyezi Mungu na unaamini, wakati unakuja pastor ama bishop ama muombaji vile mmesema kwamba ni daktari, mimi popote vile mtaniita mimi nitaitika, kwa sababu hiyo ndio kipawa ambao Mungu amenisaidia nayo. Wakati nitakuombea na uweke imani, mimi nikiweka imani yangu na pamoja wewe pia uweke imani kwa Mwenyezi Mungu, Mungu atafanya vile inatakikana na vile ungependa ifanyike. So mimi naona bwana ya huyu vile alikuja, ule mwanadada ndiye alikuwa amemfunga. So wakati yeye alikuwa kule ng'ambo alikuwa akimtumia pesa, so akaona kwamba huyu mtu ni it's better muharibu, akikuja akatalie huku kabisa. So alikuwa wakimpigia simu arudi job, yeye hakuwa na roho ya kurudi kazi. Alikuwa amemharibu yani hizo njia zote. So hiyo ni vitu ambao ziko, na najua ya kwamba yeye wakati aling'ang'ana tu still alikuwa sasa akisema kwamba lazima haribu huyo kijana. Mimi najua yake pia saa hii hayuko sawa. Na kuna venye unaweza fanya kuja hapa sasa hivi. Huyu mwanadada najua kwamba atakuja hapa. Atakuja saa hii. Atakuja kwa sababu saa hii mambo vitu zinamsumbua zaidi. So like itakuwa ni miujiza kuja hapa ama itakuwa najua kwamba anatafuta hata huyu kumuomba msamaha. Na hiyo like mimi hapo hivyo like ndio kitu nakuaje zaidi. Yaani niona akiwa hapo hivyo akiomba msamaha kibeg. Na huyo msichana ataomba msamaha, hata mtaona wewe mwenyewe, hata mimi sitaki niongelee sana. Nikiongelea sana hayo mnaweza sema kwamba pastor maybe end ameseti. So
Niambie dada yangu, ulikuwa unasema sasa namna gani? Naona nyumba iko sawa, na hii nyumba inatakana maombi. Tuombe ndani. Kama kuna vitu maybe ziko ndani zitolewe. Ndio that's why nikakuita ni ku appreciate pia. Uje uone penye niko sasa hivi, maisha iko tu sawa, si kama kitambo. Nashukuru sana. Sasa hivi niko poa. Sasa nilikuita kuja tu ufanye maombi kwa hii nyumba. Kama kuna mapepo itoke, niishi tu vizuri. Amani. Binadamu unajisikia binadamu amegeuka. Napata mtu anaishi maisha si yake. Kama bwana yako uliona venye alikuwa. Alikuwa anaishi. Tuna appreciate daktari hapa hivi. Alimsaidia. Na sisi tuendelea ku appreciate kazi nzuri ambayo unatufanyia. Kuna watu wengi sana wako hapo nje maybe wanateseka. Mnawapatia namba. Mnawapatia namba, mnawa connect. Yes. Hata time zingine tunaweza omba tu hata kwa simu. Sasa nikuulize for example, mtu ako maeneo ya nje kwa majuu, like hiyo unafanyangaje kazi? So hiyo tuna connect tu, tunamuombea. Kuna ile maombi hata time zingine kuna anakuanga kwa TikTok. Naweza omba hata ukichukua maybe ukipata hii TikTok kwa maombi maybe nimeomba kwa TikTok hapo hivyo. Wakati unaweka ama ukipata maombi yangu hii TikTok ama Facebook, wakati unaweka, wakati nikisema kwamba uweke mkono yako tu kwa screen tu hapo hivi. Hiyo maombi tu ambayo hata kama nilikuwa nimeomba kitambo, unaipata. Ukiamini uweke tu mkono wako hapa hivi vile nasema, jua kwamba hiyo vitu yako yote itaisha. Na utabarikiwa. Pia the same, pia unaweza nipigia simu through, unaweza nipigia kwa Messenger. Mostly watu wenye ambao tunaongeanga nao nje. Mtu anakuja kwa Messenger ananiambia pastor nataka uniombee. Yes, tuna communicate na yeye hapa hivi. Na pia kuna codes. Kuna venye pia mnaweza ongea na mtu through WhatsApp. So ukimpatia namba, yes, naweza communicate na yeye. Naweza muambia kwamba tufanye hivyo, hebu tuamini na tuombe. Na namuombea hata akiwa mbali. Na atasaidika. Ni watu wengi sana ambao wametoa ushuhuda. Kweli kabisa. So tukirudi side yako. So sasa hivi kwa maisha yako wewe, maisha inaendelea vipi? Maisha iko poa, nashukuru. Kila kitu iko tu sawa. Sioni tatizo. Naona kwa nyumba nyingine smart sana. Sawa kabisa. Nyumba iko poa. Nimeweka mapicha huko kila mahali bana, kunakaa vizuri like smart. Hii ndio kitu yenye tuna appreciating daily, like sisi unajua furaha yetu ni kuwa na wakati yenye uko na furaha. Si eti kuona ukiwa unalalamika, kuona ukiwa unalia, kuona banaka ukiwa na stress. Hata ingekuwa mzuri saa hii tumpigie video call at least. So inafaa ushikilie Mungu kabisa. Si yeye atilia Mungu. Siwezi muachilia kabisa. Kabisa. So tunaweza nadhani tunaweza omba ile at least tusukume ile zile visirani ama nini. At least then after hapo hivyo. Kama bado tunakaa hapa hivi, najua ule mwanadada pia anajua atakuja. Atajileta. Amekuwa busy yani na kutafuta huko na kutafuta kulingana na kazi. Watu wako na mashida. Hii dunia watu wako na mashida mandugu zangu. Usifikiria kwamba wewe huyu yani watu wako na vitu tofauti. Kuna mtu ambao amemharibu tu kabisa. Kuna yule mtu ambaye maybe unapata anasoma na vitu haiendi. Unapata mtu amepata kazi mzuri, kazi inaharibika tu. So kuna na hizi ni wanadamu ambao wanaharibu watoto wa watu. Unaona? Mtu anakosa kwenda kufanya, akiona kwamba wewe unafanya mtoto wa mtu ametoka ameenda kufanya kazi nje, ni wanakuokota tu mguu. Unaona? So ni vitu mingi ambao wanafanyia watoto wa watu. So unapata kama mimi bado nimetulia, unapata masimu wanakuambia kuja Mombasa, kuja sijui Uganda, kuja Tanzania, kuja sijui ng'ambo. So unapata kupatikana inakuwa ngumu. Lakini mimi maombi yote vile niliomba kwa simu si imeshika kabisa. Nilimsaidia. Kutoka hiyo siku nimekuanga hata mimi nikiwa na shida kwa sababu unaona kukimbia kupigia daktari naomba unisaidie hivi na hivi niko na shida. So vitu zingine ukiomba ukiamini, si lazima pastor akue karibu. Si lazima. Pastor anaweza kuwa mbali, akiomba hiyo maombi inapitia ndani. Mungu anapitia tu ndani. Unaona? Kuna yule mtu ambaye huwa anaona Mungu hivi. Kunaye Mungu. Huwezi ona. Watu wanaonanga tu miujiza. Miujiza. Mungu anaweza ni kama Mungu ni kama upepo.
unaona. Yeah. So wakati tunaomba unaweza pata hapa hivi, wakati tunaomba mtu anatetemeka tu yeye mwenyewe. Hiyo tayari Mungu amepitia ndani na anatoa hizo mashetani. Yeah. Mpaka Judy hapa ameng'ara, ameka paka nails mbona yenyewe. Bwanaka ameanza kufanya kazi ambayo kidogo alikuwa ameacha kuifanya. Alikuwa ameacha kuifanya. Tunashukuru Mungu. Mimi nikiona hivi daktari mimi nasikia vizuri. Tunashukuru Mungu. Kwa sababu kama si wewe na yenyewe Mungu, sidhani kama Judy angekuwa na hii furaha. Nashukuru. Tunaona hata ameniwekea hata soda. Sasa hii niko na soda hapa hivi naweza kunywa. Kuna soda ya wageni. So si tunashukuru tu like Judy. Mimi naweza sema mimi kama niko appreciate yangu mingi nafaa tupe daktari. Amen. Kwa sababu yeye ndiye ametuwezesha kufikia siku ya leo. Yeye ndiye amefanya tuko hapa saa hii. Kama si wewe, sidhani kama tungekuja kwa hii nyumba. Kabisa. Judy mahali alikuwa ilikuwa ni different. Mahali alikuwa ni mahali penye. Hata sijui nitasema aje. So Judy, mimi kitu ambacho nitasema umefanya mzuri. Wewe utapiga magoti chini hapo hivyo. Nikuombe ili at least nyumba yako ikae na amani. At least watu wenye walikuwa wanakucheka at least waone hata kama watarusha vitu zao hizo zitawarudia still. Na najua ule mwanadada sasa anazipitia. So utaomba tu magoti, hata bwanaka kama ako mbali atapokea hiyo maombi ambayo tutaomba hapa. Amen. Yeah. So pamoja na ndugu yangu najua wewe pia kuna venye pia watu wanakutafuta kidogo wanaona wewe kwa nini unasaidia huyu mtu. Unajua ingekuwa ule bwana mkekosana. Lakini at least wewe ulifunga roho ukasema lazima nisaidie nyumba ya ndugu yangu isimame. Yeah, pia Mungu alipitia ndani. Amen. Si ndio? Yeah. Ni hayo tu. Sijui kama tutapiga tu magoti sisi wote. Mnaweza piga tu magoti chini. Nisongeshe hii meza hapo hivi kidogo. Hapo hivyo tu. Baba, tunasema ni asante, maana Mungu wangu wewe ndio muweza wa vyote. Baba mtakatifu, na wakati mwingine tena Baba mtakatifu tunakuhitaji, maana Mungu wangu wewe ndio muweza wa vyote. Baba, hebu angalia hawa ni watoto wako Baba mtakatifu, Mungu wa Israeli. Wamekuja mbele zako Bwana wakisema ni asante. Wamekushukuru Baba mtakatifu, shida zenye wamekuwa nazo Baba mtakatifu umewasaidia Jehova. Baba tunasema tu ni asante, maana Mungu wangu wewe ndio muweza wa vyote Bwana. Baba nimeinua huu mkono Baba mtakatifu juu ya kichwa zao Baba mtakatifu, pitia ndani Bwana vile ulipitia kwa fimbo ya Musa Baba ikafungua njia zote Baba mtakatifu Mungu wangu. Baba Mungu wa Israeli, ninajua kwamba wewe ndio Mungu mtetezi Baba, watetee wafunike na damu yako Jehova. Mungu wangu, damu yako ambayo iliteremka Baba mtakatifu kule msalabani Jehova mwana wa Mungu Baba mtakatifu, tunajua kwamba sisi ni wakosefu usiku na mchana Jehova. Tunajua sisi Baba tulikosa Baba mtakatifu Mungu wa Israeli, tunaomba tu msamaha kaweze kutusamea makosa yetu Bwana. Na Mungu wangu Baba wamechonga magoti chini mbele zako Bwana. Tunaombea Baba mtakatifu wanapotoka hapa hivi Baba wakaokoke Bwana, wakainue jina lako Baba mtakatifu, wakatoa ushuhuda zaidi Bwana, ili Baba mtakatifu binadamu wanapoona Baba mtakatifu maendeleo wanayofanya Jehova mwana wa Mungu, hata wale maadui Baba mtakatifu ambao walikuwa wanawachukia Jehova mwana wa Mungu, wabariki zaidi ili maadui wakaweze kuona Baba yetu. Hata ule mwanadada ambaye alikuwa Baba mtakatifu anaharibu hii nyumba Baba mtakatifu Mungu wa Israeli, mfunge kamba Baba mtakatifu, ili Baba mtakatifu kamuonekania kaweze kuja kuokoka Bwana. Baba akainue jina lako Baba mtakatifu. Hii ni ushuhuda mkuu Baba mtakatifu dunia nzima Baba. Wacha Mungu kaleta amani. Wacha Mungu kaleta uwezo, kalete baraka Baba mtakatifu, kalete maendeleo Baba mtakatifu. Baba Mungu wangu, Mungu wa Israeli, ule ndugu yetu ambaye alikimbia Baba mtakatifu, yani ule ndugu yetu ambaye Baba walikuwa wamemharibu simba wa Yuda, na Mungu kapitia ndani vile niliomba maombi Baba wakati nilikuwa mbali Jehova mwana Mungu, na kapitia ndani Baba kweli
yule simba wa Yuda akapitia Baba Mtakatifu na akarudi kazi simba wa Yuda. Baba Mtakatifu, mahali penye hako kule ng'ambo, wacha ukamuongoze, ukamulinde Baba Mtakatifu, akaweze kukumbuka familia yake, wakajenge Baba Mtakatifu. Na Mungu wangu nao wabariki. Mungu wangu utasema tu ni asante. Wacha Baba ushuhuda ukakurudie wewe Bwana. Nimekuomba kwa hayo machache na ni katika jina la Yesu Kristo nakuomba nikiamini. Amen. Asante Yesu. Sikani nimezaliwa tena jamani. Amen. Sasa daktari, napiga story na yeye kidogo. Yeah. Msimame hapa nyuma na director. Sija nasema aje. Mwanadada. Yes. Mimi nashukuru Mwenyezi Mungu kukurudishia Bwana, kukurudishia maisha yako ili at least sasa unafurahia, si ndio? Sasa nafurahia. Yeah, Sasa niko sawa. Amen. So ninashukuru sana. Ninashukuru sana.